Clouds TV, empowering lives. Naam, na karibu sana kwenye jukwaa la maswali Mfalme wa Amani Foundation. Hapa sisi tunahubiri amani, sisi tunaeneza amani, na amani ndio ngao yetu, na amani ndio nguvu katika jamii. Naam, mchungaji, karibu sana Apostle Ndura Warwinge. Yeah. Wengi wanafuatilia sana kuhusu masuala ambayo unafundisha, na hasa sana vijana wa mtaani na hapa mjini. Ila kwa masuala ibuka, kuna waziri wa afya alikuwa alinukuliwa katika vyombo vya habari akiwa analenga jamii fulani, akiwa anawaita mafisi. Je, katika masuala ibuka unachukuliaje swala kama hilo? Unajua kuna kitu kimoja ambacho kinafanyika katika nchi ya Kenya. Naam. Kuna kipindi nilikuwa naelezea watu Kenya huenda kwa misimu ya miaka 2020, 2007 tuko na 2027, si ndio? Naam. Miaka kwa tunaenda kwenye misimu ya miaka 20. 2007 kurudi nyuma ilikuwa 2000 and 96-97 yako. Ukirudi tena nyuma utaona ilikuwa kitu hapo 15. Kwa hivyo ukiangalia katika misimu ya miaka 20 kuna kuanga na maandalizi ya umwagikaji wa damu. Unaelewa? Lakini nakuelewa. Kila baada ya miaka 20 kuna kitu ambacho kitendeka ambacho kinasababisha umwagikaji wa damu. Naam. Na kabla ya umwagikaji wa damu kuna kuwa na watu wengi ambao ni wachochezi ambao wanaendeleza mfumo ambao utafikia kiwango cha umwagikaji wa damu. Naam. 2007 kulikuwa na kipindi ambacho watu wengi walikuwa napigana dhidi ya Mkikuyu. Naam. Na walikuwa nasema 42 against 1. Naam. Na kukainuliwa vita vikubwa, Wakikuyu wakasemekana si watu wazuri, ni watu wabaya. Alafu baadaye vita vikaja vikatokea, maana wakati huo ndio Kibaki alikuwa rais. Kweli. Na vita vikaja vikatokea kwa kuwa na umwagikaji mkubwa sana wa damu. Naam. Kutoka kule Eldoret, Nakuru, Naivasha, Kisumu, Wakikuyu wakapigwa sana na wakadhulumiwa sana, biashara zao zikateketezwa. Naam. Unakumbuka kuna wengine walichomewa ndani ya kanisa kule Eldoret. Naam. Wengine walichomewa manyumba zao, kanyaganywa mashamba zao. Hadi wa leo bado hawajarudi kwenye ile mashamba. So huu ni msimu mwingine ambao tunauelekea wa 2027. Naam. Na ukiona maandalizi ya 2007 ilianza 2005. Ikawa kuna siasa ilikuwa inapita, sasa inapanda. Wakikuyu wa Monyoro, Wakikuyu wakati ule kipindi ilikuwa ni Kibaki ambaye alikuwa ametoka Nyeri. Na sasa unaona ni wa Monyoro ambaye bado ametoka Nyeri. Sasa utaona kuna changamoto ambayo inaanza kujibaini katika society. Na fakta moja ambayo inatumika wakati ule wa mwaka 2097, 95 hapo ilikuwa ni Wakikuyu bado. Moi, wakati wa Moi. Naam. Ilikuwa bado ni Wakikuyu wanashambuliwa kule Molo, na walishambuliwa pia mahali panaitwa Londiani na Kericho, sehemu fulani za Kericho. Pia ukiangalia tena imekuja 2007 ni Wakikuyu bado the same areas ambao walishambuliwa na taifa nzima. Na ukiona saizi bado Wakikuyu ndio wanalengwa. Unaona sasa, na wanasema ukitaka kumuua, sijui nani anasemanga ndicho kama ni fisi ama ni nini, wanasema ukitaka kumkula fisi, akitaka kula mwanae anaanza kusema ananuka. Ananuka, yani wakitaka kukumaliza wanaanza kukubandika majina ndio uweze kuchukiwa, ndio uweze kuonekana. Hii system yote ukiangalia imetoka sehemu moja. Angalia, kuna wakati Hassan Omari alisema watahakikisha kwamba make sure Wakikuyu wametoka pwani, Wakikuyu hataingia kwenye uongozi tena. Kuna maneno yalisomwa na Hassan Omari ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA. Alafu ikaja ukatokea kina Sudi, ukatokea kina Murkomen. Ikatokea Murkomen kwanza alitoa matamshi makali sana dhidi ya kabila la Wakikuyu na akalitishia sana. Juzi tena nimesikia Murkomen anasema Wamonyoro anataka kuanzisha Mungiki. Lakini mimi vile ninavyojua, Murkomen amekuwa kukutana na vijana ambao walikuwa zamani members wa Mungiki. Wakati kulikuwa siku ya maandamano tarehe 25, Murkomen na wenzake walikutana na baadhi ya waliokuwa viongozi wa Mungiki katika maeneo ya Karen. Na mipango waliokuwa naipanga haikuwa mipango mizuri. Lakini sasa anataka kuigeuzia ionekana ni kama ni Wamonyoro wanafanya nini.
Ni kwa sababu ukiangalia kutoka kwa mwaka mzima Munyoro amekuwa branded kama radical, mtu ambaye ni pepari, mtu ambaye ni mpenda chuki, mtu ambaye ni mkabila. Ndio watakapoanzisha mikataba yao itakuwa ni rahisi, maana watakuwa na mtu wa kubulemu. Lakini Apostle nikuulize, huyu ambayo kiongozi unasema anawekelewa ama anabandikwa mbepari, haiwezi kuwa ni ulimi wake ndio unaelekeza jamii yake katika hilo shimo na kuwa kutundikwa kama fisi? Tazamo wako uko wapi hapa? Targeti kubwa sana si yeye, lakini kwa sababu ndio ukiangalia Uhuru akiongea tu kidogo, kila mtu analalamika. Wanasema ameanza ukabila, ameanza nini, aende nyumbani akastaafu. Niliona juzi anaitwa speaker bunge la kitaifa, akisema Uhuru aende akastaafu. Speaker mwenyewe wa bunge ako na miaka 78. Angalia sasa. Na anayeambiwa aende akapumzike ako na miaka 59. Lakini ashamaliza muhula wake. Hajamaliza muhula wa kuishi katika Kenya. Bado ako na uhuru. Obama tunamwangalia anafanya bado siasa kule bado anafanya shughuli. Alimfanyia Biden campaign. Alimfanyia yule mama campaign. Hakuna mtu aliyeuliza. Maana ni haki yake. Kuwa alikuwa rais wa Kenya. Yes. It does not mean that unapunguziwa kazi ile kufanya kazi katika taifa. Kweli. Jakaya Kikwete bado alimfanyia Samia Suluhu Hassan vizuri sana. Alikuwa kwenye mstari wa mbele kupigania, lakini hakuwa anarusha cheche za maneno. Alirusha sana. Na kusema mambo ya mashiasi. Ndio mwenye kikundi kile kinaitwa kikundi kile kikundi ambacho kilikuwa kinawatesa sana kule watu Tanzania. Alikuwa ni mwenyekiti wake. Lakini sasa unaangalia kuna mpango uliopangwa na watu ambao hasa si chama kizima cha UDA. Ni chama ndani ya UDA kuna majambazi fulani, kuna kikosi fulani ambacho pia kiko na kikosi pia cha wanajeshi ambao wamefundishwa, wameelekezwa wafanye machafuko kwa sababu ya kuzuia aidha wa Munyoro asiendelee. Lakini wa Munyoro sio factor. Wa Munyoro sio factor. Factor ni kumaanisha ya kwamba ni kuhakikisha kwamba Ruto amepata nafasi ya pili kurudi kwenye mamlaka. Na labda tukielekea kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, ningependa kukuuliza kwa mtazamo wako kama mhubiri na kulingana na ile ambayo matamanio yako ya kueneza amani ndani ya taifa lote la Kenya, msimamo wako kwa wale katikati ya, manake hapa kuna hoja mbili. Umesema kuna madhabahu kwa ajili ya kumwaga damu kila baada ya muhula ya miaka 20. Na pia kuna sasa ile mtazamo wa kwamba Mkikuyu ni 42 against 1. Wewe kama mhubiri na ambao umesimamia taifa pasina kabila, mtazamo wako ni upi baina ya serikali na upinzani? Mtazamo wangu ni kwamba licha ya kuwa kuna utofauti wa kisiasa, naam, Kenya ni moja. Naam. Na kutokea hapo vita ama kutokea hapo vurugu katika taifa la Kenya, naam, huwa lina affect kila mtu. Ukiangalia juzi Amerika walikuwa napigana na Irani. Lakini mafuta iliongezeka hapa Kenya. Bei ya gharama ya maisha iliongezeka Kenya. Kweli. Kwa hivyo kosa amani kwa Kenya kuta affect Uganda, kuta affect Tanzania. Tanzania inaweza kupigana na wavurugane, lakini East Africa ikuwe stable. Lakini Kenya kuguzwa, East Africa nzima itakuwa si stable. Maana ukiangalia Kenya ni upeo wa amani. Na ndio kila unapata kuna UN, wanasema Kenya ni bedroom. Wanafanya kazi Somalia, wanafanya kazi Sudan, wanafanya kazi DRC, lakini jioni unawakuta kule Wilson wakirudi, maana Kenya ni bedroom, ndio wanakuja kulala kwa sababu unalala kule kuna amani. Kweli. Kwangu mimi mtu anaitwa Duale anafaa kukashifiwa na mwanzo pia ajiuzuru kwa sababu ya matamshi hayo. Akumbuke kuwa Duale ametoka kwenye jamii ya Kisomali. Na jamii ya Kisomali ni watu wa biashara. Wako kila mahali katika taifa la Kenya. Kweli. Na hasa sana wanafanya biashara katika maeneo ya Wakikuyu. Kweli. Wakikuyu hawa wakikasirika kidogo wanaweza kwenda kulipisha kisasi kwa nani? Kwa Somali wale, kwa sababu Duale ni mkubwa patikani. Pia nao wa Somali watalipisha kisasi, maana kuna Wakikuyu Garissa, kuna Wakikuyu Somali, kuna Wakikuyu Mandera. Kweli. Sasa itakuwa ni michafuko ambayo haiwezi
kuisha. Ni kitu ambacho hakiwezi kuendelea vizuri. Na ukiangalia kwenye vikosi vyote vya kijeshi, vikosi vya idara ya polisi, idara ya kijeshi, vyombo vyote vya usalama, kuna Wakikuyu, kuna Wasomali. Na katika biashara, katika city zote, ukienda Murang'a, uende Nyeri, utakuta Wakikuyu wanafanya kazi na nani? Na Wasomali. Lakini kuna mtu ambaye anafanya bidii kubwa sana kuhakikisha ameipora na ameiangamiza Kenya. Na huyu mtu ni mtu mmoja, na baba Raila alimuona kitambo sana wakati alikuwa ODM, akamfurusha kutoka ODM. Anaitwa, unamuita jina gani? Kasongo. Huyo alisema mambo ya fisi. Duale, Aden Duale. Jina lake si nzuri kutamkwa na mtu ambaye ameokoka. Huyo ni mtu anastahili kichapo. Na tutashinikisha ajiuzuru. Na asipojiuzuru tutafanya maandamano hadi atakapositishwa kazi yake. Na tutatangaza tu hivi karibuni, tutafanya mkutano Varagani, tutaita wakazi wote wa Nairobi, wakazi wote wa miji yote, tutafanya maandamano hadi ajiuzuru. Kama hata jiuzuru kwa hiari yake, tutapush agenda mpaka aondolewe, aende nyumbani. Alafu sio lazima aende akaandikishwe, maana tume ya uridhiano na inaitwa CIC, maridhiano na commission haina nguvu hata kidogo. Haina nguvu, haina uwezo wote. Kwa hivyo unasema itupiliwe mbali ama ivunjiliwe mbali? Ipigwe msasa, bunge ilipatie nguvu ndio aweze kufanya kazi nzuri. Kwa sababu huyo jamaa anasema hawezi kwenda hadi fulani akamatwe. Hawezi kuambia polisi hasiwezi kuja police station kwa sababu hamjakamata fulani. Polisi atakukujia, lakini sasa hawa inabidi wananyenyekea, maana hawana uwezo. Kwa hivyo ni idara ambayo haisaidii hata kidogo. Ni idara ambayo haihusiki katika kulijenga taifa letu kwa misingi ya amani. Ni idara ambayo inatumia pesa za wananchi kwa njia ambayo haisaidii. Lakini for me now, nachokiangazia ni kusema ya kwamba jamii ya Wakikuyu, jamii wa Somalia, jamii ya Wakambo, Wajaluo, jamii ya Wakisii, jamii zote ambazo ni 43 katika taifa letu la Kenya, tudumishe amani. Watu kama hao ambao wanachochea vita, wanachochea kusema watu ni fisi ama kusema watu wanafanya, hawastahili kabisa. Nasikia ni waziri wa afya, na waziri wa afya ni kumaanisha yeye ndiye waziri ambaye anashughulikia Mkikuyu, anashughulikia Mkamba, anashughulikia Masai, anashughulikia Msomali katika idara ya afya. Kwa hivyo si mtu ambaye anastahili kuwa mahali pale, maana hatuwezi kumwamini. Maana anaweza kutoa madaktari wengine waende wakawadunge Wakikuyu mashindano, maana hawataki. Kwa hivyo hatuombi rais, tunamuamuru Rais Ruto. Tunakupa siku chache tu, tutatangaza misimamo, wacha tukae chini tuongee na watu wale wengine, ndio tukubaliane ni siku ngapi tutakupatia Duale aondoke kwenye mamlaka. La sivyo tutamng'oa, na tuko na uwezo wa kufanya hivyo. Asante. Naam. Tukimalizia, wale ambao wanapania ama vijana wanapania kutumika kwa ajili ya kumwaga damu tunapokaribia mwaka 2027, una jambo gani, una wasia gani kwa wasu? Ule kitu namuomba kila mwananchi, sio vijana peke yake, maana wachochezi ni wazee. Kweli. Wachochezi ambao maana ndio wako na hela ya kuita wale vijana waende wakafanye maneno yale. Na kuomba kijana ufanye, tuangalie mfano mzuri uliotekelezwa kule Olkalau. Watu walikula pesa, watu walivalishwa viatu, walipatiwa mitungi ya megasi, walipatiwa mpaka maboti. Maboti yale yalitumika huko kujaribu kushawishi upigaji kura kule Olkalau. Lakini kauli ilikuwa ishakatwa, na walikuwa nasema pesa tutakula, lakini kura zinaenda kwa DCP. Maana walikuwa na maamuzi. Swali kubwa ilikuwa sio eti walimpenda Sami sana, sio eti walipenda DCP sana. Swali ilikuwa kwa nini unanihonga? Nikafanya maamuzi. Kwa hivyo wakaona kuna ila fulani, kuna mpango fulani ambao sio mzuri. Watu wote wakageuka. Ni kwa nini ulete polisi 1000? Ni kwa nini ulete magenge 1000? Ni kwa nini ujaribu kupushi vitu vifanyike? Sasa hiyo ndio ilikuwa ni hasira ikapanda, na watu wakapiga kura kwa hasira. Kwa hivyo mimi nataka ni washawishi watu, pesa za kija za kwenda kufanya machafuko, usiache pesa, kula pesa. Lakini
usimwage damu ya binadamu, usivunje duka la mtu, usipige mtu, usichome gari la mtu, usinyang'anye mtu kitu eti kwa sababu ya mtu fulani aliyekutuma. Nchi ni kubwa hii na nchi ni yetu, na sisi wote ni wa Kenya. Hakuna damu ya Mkamba ama ya Mturukana ama ya Mkikuyu. Damu ni ile ile nyekundu. Utofauti wa damu ni O positive, A, B na sijui kama kuna A positive ama negative. Hizo utofauti ni hiyo. That's the only difference. Na hii damu ukienda, wakati tunaenda kutolewa damu kwa sababu ya mgonjwa fulani, haijalishi kama ni ya Muhindi ama ni ya mzungu ama ni ya Mwafrika. Damu ni damu na chembe za damu ni moja. Kwa hivyo tujaribu sana sana. Ndio maana nakualika katika pale National Archive, mkuje tufanye kitu inaitwa street worship. Tuende pale tupige magoti yetu chini, tumuite Mungu, atatusikia. Kwa hivyo kwa kijana yote, mtu yote katika taifa letu, aliye katika mji wa Nairobi na miji mingine, wote mnaalikwa katika mkutano huo mkubwa wa hapo National Archive siku ya Jumapili tarehe 2 mwezi wa 8 kutoka saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ni kumwabudu tu Mungu, kumuita Mungu akatusikie. Maana hakuna jambo lingine ila kumuita Mungu. Mimi napenda amani. Mwanzo kabisa katika Biblia tunasoma kuhusu Yesu mwana wa Mungu, ya kwamba is a prince of peace. Yani yeye ndiye alitumwa kama chanzo ama chemichemi ya amani. Ukiangalia kutoka mwanzo wa binadamu kuumbwa, aliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sababu na mikakati ya kiungu. Kwa hivyo binadamu ni mtu ambaye anafaa kuishi kwa amani kwa kila njia. Biblia katika kitabu cha Mathayo inasema heri ambao wanaileta amani, maana ni watu wa kubarikiwa. Kwa hivyo wakati wanasiasa ama watu wanatumika katika kuleta vurugu, kuleta chuki baina ya wale wengine, ni kumaanisha ya kwamba kuna mtu ambaye, na ukimwangalia sasa kama huyo jamaa ambaye alizungumzia hayo ni Muislamu, na anapotoa matamshi, na yeye ni kiongozi, anatoa matamshi ya kuleta vurugu. Yeye ni kiongozi wa kidini na ni kiongozi wa kisiasa na wa kiserikali, kumaanisha kuna mchocheo fulani ambao unajengeka wa kuleta uhasama baina ya dini la Kikristo na dini la Kiislamu. Na uhasama ule unachocheka, maana wanataka kuanzisha chama cha Kiislamu, na wanachofanya sasa ni kuleta uhasama kati ya Wakristo. Ndio chama cha Kiislamu, Waislamu ambao ni wafuasi na waumini wa dini ya Kiislamu waona ni kama kuna vita dhidi ya Waislamu na Wakristo. Ndio wakati wataanzisha chama chao, kitapata miunuko na msisimuko wa kuonesha ya kwamba wanapigana dhidi ya Wakristo walio wadhalimu. Lakini alianzisha ni nani? Ni huyu jamaa ambaye ni waziri wa afya, ambaye ni kiongozi katika serikalini, ni kiongozi katika dini na pia ni kiongozi katika jamii. Kwa hivyo ni mtu ambaye anataka, tukiangalia kwa macho ya kindani, ni kwamba anachotaka kukifanya ni kuleta uhasama baina ya Wakristo na Waislamu, ndio apate nafasi ya kuinua chama chake. Maana hivi karibuni watakuwa na mpango, yani kama wameachana na Rais Ruto, wanataka kuanzisha maisha yao, wanataka kuanzisha chama chao cha Kiislamu. Na kwa hivyo ni mikakati tu ya kujitayarisha katika ubunifu ule wa kufanya chama kikuwe na kipate umaarufu kwa misingi ya kidini. Kwangu mimi ningeuliza viongozi wote wa kidini, wawe ni Waislamu, wawe ni Wahindi, wawe ni wa tabaka mbalimbali kama the traditionalist, wazee wa koo mbalimbali, Kayabombo, wale wengine kutoka Kikuyuni, Talam kutoka kwa Wakalenjin, tuko na wazee wa Kimasai, wazee wa Kikamba, washikamane kabisa pamoja bila kuleta mgawanyiko ule wa kidini, tukalijenge taifa moja. Kisha tuinuke kwa pamoja, tukashifu chochote ambacho kinanenwa na mtu aye wa dini yoyote ile, akalete mchafuko ama mgawanyiko baina ya jamii. Anafaa kulaumiwa, kukashifiwa na hata kuondolewa kwa cheo chake, kwa sababu huyo si Mkenya, bali ni mtu ambaye ametumwa kwa ajili ya kuleta vurugu. Kumbuka hivyo ndivyo walifanya kule Sudan.
kukakuwa na ule jamaa anaitwa Hemedi, kukakuwa na rais wa huko na El Bashiri ambaye mpaka sasa ako ndani, na watu wengi wamemwaga damu kwa sababu kuna biashara inayofanyika pale, biashara ya kidini, lakini sana sana imejificha ndani ya biashara ya madini. Kwa hivyo ni vizuri kabisa kabisa wananchi wote wa taifa la Kenya tuliangalie hili jambo, tulizamie vizuri, tuone kuna janja fulani imejificha kule nyumba. Kwa hivyo Wakikuyu, msiangalie fisi, kuna kitu kimefichwa kule nyuma ambacho kimepangwa ndio jili mtumike katika kuinua chama cha mtu binafsi. Asante sana msikilizaji wangu, ilikuwa ni mimi wako Aguvasu Moses. Asante mchungaji. Ndio hiyo sasa. Tueneze amani, tueneze amani. Panapo majaliwa, tumeambiwa damu ni ile ile, hakuna damu ya Muluya, hakuna damu ya Waruinge, damu ni damu. Damu ni damu. Kwa heri. Asanteni sana. Asante. Bethel Clouds TV, empowering lives.